Sema unajua nilikuja nikapata kuku yangu imepotea. Kuku yako imepotea? Hiyo kuku ilikuwa na jina? Sijui. Haujui jina kuku yako? This man. Hiyo kuku ilikuwa na maadui. Are you playing? Tena? Kama mbuzi zingine, kama mbwa ama kuku zingine. Sijui hiyo maadui. Unajua marafiki wa hiyo kuku? Sijui. Okay, hebu songa hivi kidogo mama. Hiyo kuku inalala hapa? Inalala hapa. Sawa. What type of plane is this? Okay. Okay. This man. Mama. Hii kesi ni ngumu, sidhani ingekuwa ngumu hivi hii kesi. Wewe sasa tutafanya upelelezi, nitakwambia hii kesi ni ngumu sana. Sasa walipa ushuru wenzangu. Whether unalipa ama ulipi, baada ya siku 6 za uchunguzi wangu, interview kadhaa na kukunywa kasiku kadhaa za busa, nimemaliza uchunguzi wangu kuhusu watu wenye wako na wivu. Na my findings are very shocking. My finding number 1. Mtu ako na wivu akikuona unafaulu huwa bambiki. Ukibai simu mpya, instead wa kuambia congratulations, unasikia na kuuliza, yule ununua pesa ngapi? Hata before hujamjibu hashajua ni pesa ngapi. Sasa mimi nashangaa wao wanatoa wapi information. Lakini kupitia uchunguzi wangu ni kama wanafanyanga kazi na kampuni. My finding number 2. Mtu ako na wivu ako na PhD ya kukukosesha matumaini ama kukufisha moyo. Wakiona una graduate, wanasema masomo si kila kitu. Ukifungua biashara, wanasema utafaulu ama itaanguka. Ukinunua gari, wanakuambia umenunua model mbaya. Sasa unajua mimi kupitia uchunguzi wangu nikaona ukianza nunua ndege, utasema utaona kupata pesa kununua mafuta. Finding number 3. Walipa ushuru wenzangu. Mtu akona wivu apendi kuona ukifaulu. Apendi kuona ushindi wako. Lakini watu wanguki ama upate shida. Wanakuwa early birds. Asubuhi na mapema wanakuwa majournalist kila pahali. Alafu ni wanapenda kutumia sana ni sina wivu lakini my dear taxpayers, kitu yote ninasimanga baada ya lakini ni evidence. My final finding. Walipa ushuru wenzangu. Jealousy is a very expensive hobby. Kazi yako ni kuhesabu tu baraka za watu, bado unasahau za kwako. So ushuru wangu ni clap for others until it's your time. A detective amemaliza hii kesi. Case closed. Madam, before punda yako ipotee mlikuwa mmegombana? Utagombanaje na punda na punda haiongei? Madam, jibu swali kulingana vile umeulizwa. Nitakusaidiaje kama ujibu swali vizuri? Hiyo punda yako iko na miaka ngapi? Miaka 3. Miaka 3. Umezaliwa mwaka gani? Are you playing? Mimi hata punda yangu sijui imezaliwa mwaka gani. Kama watoto wangu ndo nasahau miaka, punda ndo nitakumbuka. Kwa hivyo hujui. Okay.
Hiyo punda yako iko na birth certificate? The blood of Jesus. Hapana, passport? Yes, sir. Okay. God have mercy upon us. Sasa una hizi vitu zote na unasema hii ni punda yako? Man! Mimi nimekuita nikikwambia punda yangu imepotea. Sasa ukiniuliza hayo maswali yote, Sasa tutajua aje? Ya maswali ni lazima. Unataka unifunze kazi yangu? sikufunzi kazi. Jibu maswali basi tuone vile tutapata punda yako. Hujui hata jina ya pili ya hiyo punda? Jina ya punda? Hiyo ya pili. Mulia. Milia. Mulia ama Milia? Mulia. Hebu spell. Sikuenda shule. Madam yu pelelezi. Inakuwa ngumu. Juu mbona una records za punda yako? Do me a favor, please. Get out of here. Kesi imeisha tu hivyo. You be mumu. You think say they wise? Case closed. You are a mumu man. Nitamsaidia jana hata records za punda yake. Sema ni yake. Ni lini mwisho uliona ng'ombe yako? Jana. Venye uliona jana ilikuwa na furaha ama ilikuwa imekasirika? Sijui. Okay. Unasema hii inalala wapi? Hapa hivi karibu hapa? Okay. Venye naona hizi naweza confirm hizo ni miguu za ng'ombe. You think say they wise? You are a mumu man. Sasa ilienda wapi? Ilitembea madam. Are you playing? Okay, swali lingine. Before hiyo ng'ombe iende ilisema kwa heri? Yesu! Haikusema. Very interesting. Okay. You think say they wise? Okay, swali la mwisho. Hiyo ng'ombe ilikuwa wakati iko ilikuwa ina face kaskazini, The blood of Jesus. magharibi ama kusini? Sasa chema ni mimi ninafaa kujua aje? Sa ng'ombe ni yako ndo ujui, ndo maana hata hii ng'ombe haiamini mtu wote kwa hii familia. Sasa God have mercy upon us. hii case closed. So unajua kama ng'ombe haiamini mtu wote kwa hii familia, hii kesi imeisha tu hivyo sasa. Sawa sawa. Imeisha aje? Takupa tu majibu sijali. You are a failure. You are a failure. You can never make it. Eti shida ni gani? Sema unajua mzee wangu akukuja nyumbani. No we got who's with this. No we got who's CLKB that. Na siku zingine anakujanga? Anakudanga. Sasa madam, ni kama bwana wako leo ameamua tu asikuje nyumbani. Hii kesi imeisha tu hivyo. Ni kama tu leo ameona tu asikuje nyumbani. Wewe ndo huyu kijana mwenye alichoma gari ilikuwa kwa ajali? Ni vile tulikuwa na hasira. Mlikuwa na hasira? Acha tuchukuze hii hasira yako. Sasa vinye ulichoma hiyo gari, hiyo ajali iliacha kufanyika?
Hapana. Wale majeruhi waliamka wakakwambia asante kwa kuchoma gari? Hapana. Very interesting. So ajali ilibaki kuwa ajali, lakini tena sasa tuko na gari yenye imechomeka kwa sababu ulikuwa na hasira. Sasa umeongezea polisi kazi. Tulikuwa na uchungu. Are you serious? So ukisikia njaa, wewe unachoma hoteli ama una order food? Order food. Simu yako ikianguka chini crack, wewe unachoma? Wasichome. Sasa mbona uchome gari? Watu walikuwa na shout, sasa mimi nikaona ni wajoin. The famous disease eti watu wote walikuwa wanafanya. Hebu sasa niambie, hivi watu wakiruka kwa mto pia wewe utaruka? Sidhani. Vizuri sana. Kumbe akili yako inafanya, ni vile tu ilichelewa kufika kwa scene. Na nikuulize, ulikuwa unajua hiyo gari ingetumika kama evidence? Sikufikiria hivyo. Exactly. Shida si ajali. Shida ni ulikuwa umepea akili zako off. Sasa swali la mwisho, tuseme kesho gari yako ipate ajali, alafu watu wakuje waichome kwa sababu wako na hasira, utawapigia makofi? Hapana. Kwa nini? Gari ni yangu. Exactly. Pia hiyo gari ilikuwa na mwenyewe. Kila mtu anakuanga na hasira. Sasa usiekelea hapa hasira eti sijui nini ulikuwa na hasira. Case closed. Mshukiwa aliconfuse justice na bonfire. Na next time ukiwa katika eneo la ajali, pigia ambulance, saidia majeruhi, alafu acha sheria ifanye kazi yake. Moto ni ya kupika huko jikoni, si ya kuchoma vitu. Bwana wewe kaenda utazea ndani.